mtu unakuta huyu mume wangu vipi? Mbona amenizalilisha sana? Ndio. Kuna kipindi cha 2000. Na hata anaweza taka mzaa. Anaweza kamzaa. Unaona kuna binti mdogo wa nini? Au yule mtu mbaba mtu mzima unaenda kumuoa lika la mtoto wako. Yule mtoto unamuoa unasema huyu mtu hata una watoto wakubwa. Yule binti ulomuoa naye analika la wanao. Maana yake sasa hapo sasa una watoto mtihani. Wamuitaje huyo mama mdogo? Maana yake unakuta mama mdogo yeye aliolewa. Mdogo wewe una watoto wakubwa zaidi huyo mama mdogo. Hivi kama mimi kweli siwezi ngakuita mama mdogo. Kwani naanzaje kwanza? Yaani sijui nitaanzaje kukuta mama mdogo. Nafikiria mimi nimekuzidi. Iweje nikute mama mdogo? Kwanza mimi nitampata babangu, nitamshauri hata kama hawezi kumwacha. Na wanasema vitoto vya 2000 vina dawa. Sasa hivi wanasema vinatumia dawa kwa wapata huduma watu wazima. Mtazamaji wa Rabi TV, tumerudi tena tukiwa na vibe na taarabu ya Bi Khadija Yusuf anakuambia mkuki ni kwa nguruwe. Na ni kweli mkuki kwa nguruwe. Wewe kumfanyia mwenzako, ndio ule msemo anakuambia kukopa sherehe kulipa matanga. Ndio hapa tulichonacho. Tumerudi katika kigoda cha leo mtazamaji wa Rabi TV tukiwa na mada hapa tulisema mwanzo tutarudi na mada. Kwa kusema chuki kwa wanawake inatokana na nini? Na bila kusahau mtazamaji, unatuma comment yako kwa namba inayopita hapo chini. Kwa namba inayopita katika screen yako. Ukiwa wa kwanza tunakusoma comment yako ya kwanza. Basi shukrani bwana. Katika dunia sasa hivi wanawake tunachukiana. Na tunachukiana kwa vingi. Hilo tu tuliweke wazi. Usijishaue hapo kujitapa na shoga yangu na udugu wangu pambe na nani kujifanya ananipenda na mpenda sijui na rafiki yangu kipenzi. Dada hakuna. Rafiki yako kipenzi ni mama yako peke yake ndio rafiki yako kipenzi. Hao wengine wote makorokoro. Urafiki sasa hivi hakuna. Mtu rafiki yako unakaa naye chuki huyo. Anakuwa siku umevaa umependeza. Dada, yaani ile neno umependeza analitolea hapa. Uliingia huku. Ndio unaona ana roho nyeusi kama mtando wa shukrani. Roho imefifia. Yaani kuna ile mtu ndio anasema ile nina udugu wangu. Udugu kama ulivyosema nina shoga yangu pambe wenyewe sasa hivi watoto wa mjini wanaita udugu pambe. Udugu pambe. Yule udugu wako yule ndio mbaya wako. Ndio. Unakuta ndugu yangu huyo haoni nisione mimi nimepata kitu. Kitu nikikipata kinanikeleketa hapa. Anasema mtu kapata, mbona ikapata mimi nipate, nisipate kuna nini? Na ndio maana unaambiwa nini sasa hivi urafiki wengi wa wanawake ama wasichana umejaa unafiki. Haudumu kwanza. Haudumu hata siku moja. Rafiki wewe ukiangalia umetoka naye mbali. Afu aje akupite tu kile mimi nitafurahi. Siwezi nikafurahi. Tutatikana tu hivi mdomoni ila moyoni kwangu najijua mwenyewe nina fundo tena sio moja yako 7. Hayo 7 sasa ya binanda. Hayo 7 sasa ukiona mwisho kachakapata nawe chakalika upate vya kwako. Sio mweke mwenzio mafuta. Mpaka nichakarike saa ngapi? Saa ngapi? Sasa ndio ile wanasema nichakarike saa ngapi shukrani? Ndio ile wanasemaje? Una udugu wako. Unajua kabisa hichi kitu nikikifanya mimi na shoga yangu tunafaidika wote. Kwa bora ufanye kitu ambacho nikifanya na shoga yangu mimi tunafaidika wote. Lakini sio ufanye kitu unafaidika ndio ile unasababisha ugomvi na chuki katika marafiki. Unakuta mtu anakuchekea mdomoni tu lakini hiyo akili unayo wewe. Lakini kuna wenzako wengine huko. Shoga yangu mimi nilikuwa naye tulikuwa wote kila tunapoenda. Sasa hivi yeye yuko matawi ya juu. Cha nini mpaka kusubiri kudra za Mungu zinishukie na mimi? Sasa dada ndo kipochi ndo kamchomea mbele ya safari kumchomea ubani. Hiyo haipendezi. Ndio maana unashauriwa mtoto wa Kiislamu mtegemee Mwenyezi Mungu. Na sio kwa Waislamu, dini zote kumtegemea ni Mungu. Yes. Yaani ndio maana unasemaje kwamba mtoto wa kike ukiona shoga yako kafanikiwa, unajua kabisa ni udugu wangu, wa damu yangu amefanikiwa. Kama una chuki, usimfanyie hadharani. Sawa? Ndio. Ukifanya hadharani anajua kabisa huyo mtu kanifanyia chuki hadharani, anajua kabisa mimi nimepata na faidika sana. Na sio sikia. Na sio tu usimfanyie hadharani. Chuki hazitakiwi. Wewe chuki ya nini? Na wewe utafuta cha kwako. Ili mradi utafuta cha kwako na yeye atoke mtu mwingine akuchukie. Umeshaelewa? Sio kukaa unamchukia mwenzako. Na wewe kwanza shukrani nikwambie, kuchukiwa raha. Mpaka mtu anakuchukia ujue umemzidi kitu. Na sio tu pesa, hata uzuri umemzidi. Na ndio maana tuachane na hiyo shoga yako. Kwanza tuachane nayo mimi ninapoishi pale. Nina huyo ndugu, yaani sema ni ndugu, sema mtoto wa mwenye nyumba ni mjukuu. Ana chuki
Yaani ukiangalia mimi na yeye tu, yaani ni vitu viwili tofauti. Mimi nimemzidi kwa vingi, sawa? Yeye anaishi kwa bibi yake, mimi naishi kwa mzazi wangu. Ndio. Kwanza nimemzidi mzazi wangu, kwanza ana pesa. Ndio. Yeye anaishi na dada zake, hana mama, ana baba, lakini babake hana mbele wala nyuma. Hajali kwa chochote. Hajali kwa chochote, lakini ile chuki ile ananihamishia mimi. Havishi maneno vidogo vidogo, lakini mimi nampotezea. Sitaki maneno mengi, afu ni mtoto ambaye sipendi ugomvi. Natulia zangu, sina mambo mengi. Sisi sasa hivi tu unaishi na watu. Uwe na chuki na mimi, uwe na uhasama na mimi, uwe na ubaya na mimi, ili mradi mimi namtegemea Mungu tu peke yake. Okay. Mungu atanilinda na hizo husda, na hizo hasada ndogo ndogo, na hayo mambo yote Mungu atanilinda nayo, kwa sababu mimi sina ubaya na wewe, wala sina nia mbaya na wewe. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atanilinda. Kwa hiyo yani tukubali tukatae. Urafiki wa wanawake wengi umejaa chuki, shukrani. Tena chuki za wazi wazi. Sio chuki hivi za kunani. Chuki za wazi wazi siku hizi. Umeona? Si bora uoneshe chuki. Bora uoneshe chuki kuliko ni kuwa na chuki ya rohoni. Unasema wote nikimchoma kisu anakufa. Kwa sababu unajua namchoma kisu pale hayupo. Nitakuwa sina chuki naye. Bora muonyeshe mtu kuliko ni kukana rohoni. Sasa utamuonyesha wewe, mfano mimi nikakuonyesha wewe chuki. Ushaona, shukrani, ushafahamu. Nikakuonyesha wewe chuki. Lazima wewe utajitenga na mimi. Na nitakuwa sio rahisi kukupata, lakini chuki yangu ikiwa ile ya ndani kwa ndani. Sasa hiyo ya hivyo wewe utakuwa sio rahisi kujua kama mimi nina chuki na wewe. Hiyo ya hivyo sasa ndio inapelekea unavyoona anazidi kufanikiwa zaidi. Ndio unaanza kumtendea kitu kibaya. Ndio. Mambo mengi unaanza umtendee kitu kibaya, umwekea tagiza mwenzio mbele asifanikiwe. Na ukishajiingiza kwenye hizo nguvu za giza, na wewe pia hutofanikiwa. Haufanikiwi hata kidogo. Haufanikiwi, tukwambie msichana. Tusome comment za tunaona comment zimekuwa nyingi. Comment zimekuwa nyingi. Watu naona wamekuwa wengi. Anasema naitwa Aisha kutoka Tanga, chuki kwa mwanamke inatokana na wivu tu usiokuwa na maana. Usiokuwa na maana, ukosefu wa kazi. Ni kweli, kama una kazi msichana mwanamke, hawezi kuwa na wivu. Kwa sababu muda wote wewe unawaza kazi kichwani mwako. Lakini mimi nimekaa tu muda wote. Mara nimeangalia TV, nimetoka, sina kazi. Mwenzangu kapita na kigauni kipya. Huyu naye kwanza kuja kwa simu kubadili kigauni kipya. Hapa anabadilisha gauni. Wewe huyo unaenda kumwazima. Twende na huyu hapa anasema Husna, naitwa Husna Ndolagi, jina pendwa za Gongo la Mboto, sababu ni roho mbaya na wivu wa maendeleo. Ndio, hata roho mbaya pia inachangia. Unakuta mtu anakuchukia, yani anasema huyo mtu hata ujue umefanya nini. Hiyo yani uelewe umefanya kitu gani, anakuchukia tu bila sababu. Mwingine anasema naitwa Ashura, natokea Gobo, chuki inatokana na wivu na usadiki. Hivi usadiki ni nini binanda? Usadiki tuseme kama ni kihusda fulani, kama sijakosea kumwonya mwenzako kijicho cha husda, mwenzako kavaa kitu hiki wewe tena. Yule naye kujifanya kila kitu anacho, sijui nini, huo ndio usadiki. Tena anasema chuki kwa wanawake na kuja baada ya kuona maendeleo ya mwenzake. Niite DJ Lobby. Baada ni kweli. Mtu umeendelea, unajua afu shukrani. Sasa hivi binasema mtu unakuta upo naye hivi sawa, mnaelewana kabla hujafanikiwa. Fanikiwa. Ukishafanikiwa unaanza kuona chuki zake, rangi za binadamu, roho za rangi. Utakuta roho ipo ya rangi ya njano, zambarau, pinki, papo, zote anazo yeye. Anasema chuki inatokana na wivu na roho mbaya tu. Naitwa Hadija Madikati kutoka Bukoba. Sasa hiyo chuki, na unajua watu wanasema chuki na roho mbaya. Unakuwa mtu ana chuki na roho mbaya na maendeleo ya watu. Ndio. Unakuta mtu na maendeleo ndio kama ile unasema mimi nina besti yangu, na rafiki yangu, udugu wangu, tumetoka mbali. Tumetoka mbali, ile kitu akianza kukuchukia ni ile pale umeanza kufanikiwa tu. Umeanza kuwa na maendeleo mazuri. Lakini una maendeleo mazuri hapo, na wewe pia unamsaidia vishingapi unampatia, lakini kile kitu unachompa haliziki nacho. Anasema huyo anapata yeye tu, mimi kwa nini sipati? Kwa nini anipe yeye mimi simpe? Ndio maana unashauriwa na rafiki yako, umefanikiwa wewe na utafuta jinsi ya kuweza kumfanikisha mwenzako mwe sawa. Ndio. Ili zile chuki ziondokane, msichukiane, muendelee kuwa marafiki. Huyu mwingine anasema anaitwa Zulfa au Mama Ramazani, natokea Yombo. Wanawake tumekuwa ukimwona mtu amekuudhi, unaanza kumchukia mwenzio, hatujui kama kila kitu
anapanga Mungu. Ni kudra. Kila kitu kudra. Kila kinachomfikia mwenzako shukrani. Usizanie kwamba sijui yeye ndo amitaka. Mwenyezi Mungu mwenyewe anapanga. Huyu kuna wakati ukifikia nitampa kitu hiki. Wewe mwenyewe hata ukutarajia. Kuna wakati ukifikia huyu mfano kama mtu fulani tena kaandikwa njiseme mie tena. Mfano najitilia minyama. Mfano binti Nanda mwaka 2025 anamiliki Range Rover. Dada, hata usibe vipi, hata kiasi gani, hilo Range haiwezi kuondoka. Ili ndani Mungu ashapanga, Range iko hapo hapo, haiwezi ikaondoka dada. Kuna ile mtu anasemaje, huyu mtu kafanikiwa na kitu hiki. Si ndio? Kitu hiki kafanikiwa nacho. Nikizibe, nimtafutie kitu cha manufaa zaidi ambacho kitu akikipata hakina maendeleo. Ukikipata kile kitu unasema Mungu asante Allah umenipatia kitu hiki. Kina maendeleo kwa kumbe kile kitu ni cha manufaa ya muda mfupi tu. Ambacho umeacha kile kitu kidogo ulikuwa ukifanya ambacho kingedumu unakuja kwa kitu cha haraka. Ndio mtu anakuwa anachukia namna hiyo. Jamani, mmesikia hapo nyie vizambiki, mahasidi, mahusuda wa maendeleo ya watu, manake mna majina kibao kwa tabia zenu hizo. Wanafiki, wenye chuki katika jamii, mmesikia. Huyu mwingine anasema wanawake wanakuwa na chuki kwa wivu wa mapenzi. Wivu wa mapenzi. Kwanza au ndio ile unakuta mtu inakuja wivu wa mapenzi ni pale unapona shoga yangu kapata mwanaume mwenye maendeleo. Labda tuke katika lengo hiyo. Kwa sababu wivu wa mapenzi mwenye vipesa vyake tena anamhudumia, mimi kwangu mashauri. Wewe unaanza kumpa vijisababu. Vijisababu tena. Huyu mwingine kwa jina anaitwa Mamu Wada, chuki inatokana na wivu. Ni kweli. Tumetoka kuizungumzia hapa wivu pia. Mtu una wivu, umevaa kitu fulani, umenunua kitu fulani. Sasa nyingine tena hata umekopa lakini mtu bado ananuna. Umekopa unadaiwa madeni kibao, mwenyewe umevaa lakini mtu bado pia akikuona ananuna. Akati bado una madeni ya watu ya pesa. Nisaidie kukulipa basi. Anasema naitwa cha kwanza wanawake ni wivu wa kimaendeleo. Mimi naitwa wote cha kwanza anasema mimi nawapenda wote. Tunakupenda pia. Nasema cha kwanza kwa wanawake ni wivu wa maendeleo pamoja na wivu wa mapenzi. Mnada pia amesema wivu wa maendeleo. Wivu wa kimaendeleo pia Naitwa Amina kutoka Tabata. Huo ni udhaifu wa nafsi tu. Udhaifu wa